Speaking of migogoro ambao Simba amekuwa nayo, tumeona Engineer Hersi ameitolea Simba mfano kama moja ya klabu ambazo zina migogoro sana. Nadhani alikuwa iko sahihi kuitolea mfano Simba. Sasa watu hatujataka kurely kwenye mfano walichokitoa. Watu wana rely kwenye kitu kingine. Na hiyo ni kwa sababu ya Usimba na Uyanga ambao pia ndio umetufikisha mpaka hapa tulipo. Simba na Yanga wangeondoka kwenye siasa zao, wangeshachukua ubingwa mara nyingi. Pyramid kaja juzi tu hapa. Na hiyo sasa sisi kwa sababu gani? Kwanza wana mashabiki wengi, wana kila kitu. Lakini angalia huo mfano wa Engineer, watu wameugeuza kitu kingine kabisa. Aidha alikuwa anazungumzia mazingira ya namna ambavyo vilabu vinaendeshwa. Labda ametolea mfano klabu ya Tanzania ambao anatoka huko. Au hata angesema Yanga, asingetaja tu kwa jina, baada akaonesha watu wa Yanga wanalalamika. Hiyo inaonesha instability ya uongozi kwenye vilabu. Yani tunatakiwa sisi tujadili, je, ni kweli vilabu vyetu viko stable? Kama jibu yani that is topic. Mfano sio kama mwalimu na kada sana kusema jamani maswali yangu ni 5 jumlisha 5 lakini mfano wangu ni 2 jumlisha 2 iwe 4. Lengo muoneshe watakavyojumlisha. Basi watu waanze kusema kwa nini hujasema 1 jumlisha 1. No. Tuzungumzie uhalisia kwamba je, hakuna stability ya kiuongozi, good governance kwenye football ya vilabu vingi Afrika? Jibu ni yes. Sasa kinachosababisha ni kitu gani? Ndio tutakuja kuangalia. Kwa nini vilabu haviko stable? Tunaweza tukafanya njia gani sahihi ili viwe stable, kuweza kujisimamia na kujiendesha ili kuepuka migogoro ya mashabiki kulalamika daily to daily. Sikuona kama kuna haja ya kufikiria kwamba amekwenda kuibagaza Simba, kwa sababu kuna mtu ametoka kwenye ule mkutano pengine hajataka kujua hiyo ni club gani ambao watu walikuwa wanalalamikia. Mtu ambaye yuko smart ameangalia kweli club watu wamelalamikia, means kumbe haya mambo yapo kwenye African football. Na mimi nilivyoangalia sikufikiria kwenye engo ya Simba. I said kwamba tunaweza tukatoka vipi hapa ili tuwe na vilabu ambavyo viko stable kwenye kuendeshaji, kiuongozi na kwenye vitu vingi ambavyo club licensing inataka hivi leo. Sasa watu wa Simba wanaweza wakaenda kuwaambia mashabiki wao kwamba kule tumebagazwa. Mashabiki uzuri wao wanakusanya kila aina wanachoambiwa, wanatengeneza chuki pale, alafu tunaikimbia instability ya good governance ambayo inabaki pale pale. Baada ya mwaka mmoja atakuja kiongozi mwingine wa ACA ambayo sio Hersi. Anaanza kupatikana kutoka hata Simba, naye atakwenda kwenye mkutano atatolea bado tatizo lile ya poor governance ya vilabu. Atatoa mfano wa Yanga. Je, tutakuwa tumetibu tatizo? So kwangu mimi I was positive kwamba mfano wake ulikuwa sawa. Lakini sasa swala la mtu kutafsiri kwamba waliowekwa ni wa Simba na nini, ni swala la kishabiki tu. Swala kishabiki tu. Na kwa nini Simba wamekuwa na delay ya kujiunga na ACA, African kwa sababu tu Engineer Hersi ndio rais pale. Na ni kitu ambacho ni cha kizamani sana. Mimi I said this na ninarudia tena. Labda hawajaridhishwa na ACA, labda wanataka wachunguze zaidi kama unaweza kuwa kuna manufaa ya kujiunga na umoja wa vilabu Afrika. Listen bro. ACA ni association. Association sio mtu. Sio. Ni kama urais. Anaingia huyu, anaingia kwa hiyo hatakiwi kumwangalia Hersi. Waangalie impact ya association. Sio. Na kama mnataka kujiridhisha, unajiridhisha vipi? Unaweza kujiridhisha kwa sababu hii association ndio sasa wanaiform, wanaitengeneza. Bado haijasimama. Ndio iko mwanzo inatengenezwa. Waingie, washirikiane na vilabu vingine wakiwemo Yanga na vingine vyote kuitengeneza association ya ACA. Na watakuwa na room kubwa pia ya kuiweka ACA wanayoitaka katika picha yao. Simba labda wana picha yao. Waingie huko sasa.